Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu kipenzi, natumaini ya kwamba umzima wa afya kabisa. Baada ya pilika za kutwa nzima, mahangaiko, umejituliza kwa ajili ya kupata uheni kidogo. Basi pumzika hali ya kuwa unasikiliza hadithi hii moja nimekuandalia kama zawadi, ndugu yangu kipenzi. Lakini katika hadithi hii, ndugu yangu, kwanza nikukumbushe kidogo. Pengine umekwishawahi kusimuliwa hadithi na bibi au babu enzi hizo bado ukiwa mdogo. Na wao walipokuwa wakikusimulia hadithi, walikuwa kuambia hadithi, nawe ukijibu hadithi njoo utamkolea, uongo usije. Lakini kwa hii, ndugu yangu, ni hadithi ambayo tuliosimuliwa na bibi na babu zetu. Huenda ukuwahi kuisikia, lakini nakupa tahadhari na angalizo la hali ya juu. Nitakapokuambia hadithi, useme hadithi njoo utamkolea na uongo uje. Kwa maana ndani ya hadithi hii ni za uso. Wametupiga za uso bibi na babu zetu, ndugu yangu. Hadithi. Picha linaanza. Palikuwa na kijiji kimoja. Kijiji ambacho iliishi jamii ya watu wengi, watu wenye kabila tofauti, asili tofauti. Waliishi kwa kupendana katika kijiji hicho. Waliishi kwa kushikamana na kushirikiana katika mambo mbalimbali. Lakini siku moja katika kijiji hicho lilitokea zimwi. Zimwi lile liliwameza watu wote katika kijiji hicho isipokuwa mtu mmoja. Na mtu huyo alikuwa ni mwanamke ambaye ni mjamzito. Alinusurika kwa kukimbilia pangoni na akajificha ndani ya pango hilo, akawa anaishi humo. Masiku yakaenda, mawiki yakaenda, miezi ikapita. Siku na siku akasikia sauti ikimwambia, mama yangu nizae. Mama akatahamaki, akashtuka. Anajiuliza, sauti hii inatoka wapi? Kwa kusikiliza vizuri, akasikia sauti inatoka ndani ya tumbo lake ikimwambia, mama yangu nizae. Mama, kwa sababu alikuwa peke yake na sauti ile inatoka ndani ya tumbo lake, basi hakuwa na uoga. Bila wasiwasi yoyote, akajibu, nitakuzaa mwanangu, muda bado hujafika mwanangu. Katoto kakang'ang'ania ndani ya tumbo, kanasema, we mama nizae. Mama anasema, mwanangu nitakuzaa, muda bado, miezi bado mwanangu. Katoto kanasema, we mama nizae. Mama yake akakazaa bwana. Akakazaa bibi. Alipokazaa kale katoto, picha linaanza. Kanauliza, mama, ndugu zangu wako wapi? Baba na ndugu zangu wako wapi? Wanakijiji wako wapi? Mbona unaishi wewe katika ili pango peke yako? Wengine wako wapi? Ni ipi siri ya kutokuwa na watu katika eneo hili mama yangu? Mama yake akakasimulia kale katoto, akakambia, mwanangu, lilitokea zimwi likawameza watu wote kijijini hapa isipokuwa mimi ndio niliyenusurika kwa kukimbilia pangoni kujificha. Katoto kakajifanya sasa kajemedali,
Sikiliza uongo huu sasa. Katoto kakamwambia, mama yangu nitengenezee upinde. Mamake kakauliza, mwanangu upinde wa nini mwanangu? Katoto kanafosi, mama we nitengenezee upinde. Akakatengenezea. Kisha kakadai, mama nitengenezee mishare. Mamake anakauliza, mishare ya nini? Katoto kanasema, we mama nitengenezee tu mishare. Mamake kakatengenezea. Kakamwambia tena, mama nitengenezee ngoma. Mamake anakauliza, ngoma ya nini tena mwanangu? Akasema, we mama nitengenezee tu ngoma. Mamake akamtengenezea ngoma yule mtoto. Baada kutengenezea vitu vyote kalivyomuomba, katoto kale kakamuaga mama yake, kakasema, mama mimi naenda kulitafuta zimwi ambalo lililowameza ndugu zangu na baba yangu na wanakijiji wote. Nake anakaambia, mwanangu usiende, wewe bado mtoto mdogo hujakuwa. Katoto kanasema, we mama niache niende. Katoto kadogo kamezaliwa siku hiyo hiyo, eti kanafanya vitu vya ajabu. Yani bibi na babu zetu bwana ni hatari. Mamake kakaruhusu, katoto kanaende kamebeba upinde, mishare na ngoma. Uongo. Kakaenda poli kwa poli, poli kwa poli. Siku hiyo ya kwanza kakaenda kakaua mnyama, karete, akasema, mama ndo huyu. Mamake anakajibu, hapana mwanangu, huu ni wakula mwanangu, huu haujawala, huu ni wakula. Wakamtengeneza ule mnyama wakamla. Katoto kakafunga safari na siku ya pili, kakaenda kakaleta mnyama, mamake akazambia, huu mnyama ni wakula mwanangu. Katoto kakaona sasa ni hatari. Siku ya tatu katoto kakaenda kakaua mnyama, kakamletea tena mama yake. Mama yake akakaambia, huu sio yeye mwanangu, huu ni mnyama wakula. Siku ya 4 katoto kakamwambia, mama nitengenezee upinde za kutosha. Nitengenezee, subhanallah, mama nitengenezee mishare za kutosha. Mama yake akakatengenezea kale katoto. Kumbuka ya kwamba katoto hako kana siku 4 tu ulimwenguni. Kana siku 4 tu. Kwa stori za bibi na babu zetu hizo. Hadithi ya bibi na babu zetu hiyo. Na maana nilikwambia, sema hadithi njoo utamkolea uongo njoo. Maana katengenezea upinde za kutosha, mishari za kutosha. Kakamuaga, mama usiponiona kesho kutwa, basi jua mama yangu na kwenda kumsaka mnyama. Yule mama nikamwambia, mwanangu usiende mwanangu, bado nakuhitaji na kupenda. Katoto akasema, mama acha nikamtafute huyo adui aliyeiangamiza jamii yangu. Kumbuka katoto kana siku 4 tu katika ulimwengu huu, lakini kanafanya vitu vya ajabu vya kuishangaza dunia. Uongo huo. Mamake akakaacha kakaondoka bwana. Usiku wake mchana wake, usiku wake mchana wake. Mwisho kakafika sehemu kuna pori kubwa. Katoto kakaanza kupiga ngoma, alafu kanaimba mwimbo. Sasa mwimbo huo walikuwa bibi ana uimba kwa kiruga chao Kiha, ukigoma. Sasa Kiha hapo penye itakuwa mtihani, labda ni kudanganya. Alikuwa anasema, mbimbili tababalile koyo shawe. Hivyo sina masinde malala, ni yangoma ya nina kagulu, alagie magongo, hai shusha buyaga tambalile koyo. Si nimepatia ndugu yangu, si nimekosea, utanisamehe. Nikapiga ngoma anaimba huo wimbo, anapiga ngoma anaimba huo wimbo. Mwisho wa siku akajaa wanyama wengi pale. Wakajaa wanyama wengi eti kwa histori, kwa hadithi ya bibi anavyosema, wakajaa wanyama wengi pale. Kadogo kakaanza kuwapiga mishare, wote wakadondoka. Kisha kaja mnyama, bonge la mnyama hilo. Sijui ndio ilikuwa lihusika hilo.
tuendelee ndugu yangu, utanipata vizuri. Basi dogo alivyoliona akapanda juu ya mti. Anapiga ngoma, linacheza lile jamaa, linacheza lile mnyama likubwa, linacheza. Mwisho wa siku dogo kaanza kutupa mishale. Kapiga mshale wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kakapiga mishale takribani mingi, lakini kakalikosa lile jamaa. Kakabakia na mishale miwili. Lile jamaa likaanza kucheka. Dogo umejichanganya dogo. Umejaa kwenye 18. Niliwameza waliokuwa kabla yako, na wewe umejichanganya kwenye imaya yangu dogo, leo utoki salama. Kadogo kapiga mshale ule, kabaki na mshale mmoja tu. Kakiwa juu ya mti hapo, kanasema lile jamaa linamwambia, mtoto shuka, mtoto nikutafune, hauna mbinu tena za kunishinda mimi. Dogo amebaki eti na mshale mmoja. Sikiliza uongo huo. Dogo akawaza, eti akapima vizuri, yani akalilenga vizuri lile jamaa lile mnyama, akalipima vizuri, akachia mshale, akalitoboa ya kichwa. Likawa limedondoka lile mnyama ndugu yangu. Kadogo kakashuka. Bado kadogo, maana yake hapo sasa kana siku kama 10 katika ulimwengu. Bado hata mwezi, ni wiki moja na siku 3. Eti kakalifunga lile mnyama. Kakaliburuza usiku wake, mchana ni wake. Kana siku 10 tu kwenye ulimwengu. Kanaenda. Mwisho wa siku kafika kwenye pango analoishi kenyewe na mama yake. Kasema kale katoto, mama ni huyu. Yule mama akasema eti mwanangu ndio huyu. Mara ghafla kakatokea ndege juu ya mti, akawaambia, kateni kidole gumba cha mkono wa kulia na kidole gumba cha mguu wa kushoto. Eti akakata, eti akapasuka yule zimwi. Alipopasuka tumbo, eti ng'ombe, watu wakatoka ndani ya lile tumbo. Kijiji kikaanza upya, maisha yakawa mapya kabisa. Eti ile zimwi lilimeza hadi majumba. Wabibi zetu hawa walikuwa kweli wanajua kutufurahisha. Majumba, watu, mang'ombe, eti lilimeza ile lizimwi. Uongo. Wakawa sasa watu wakaanza kuulizana, je, ni nani aliyetuokoa? Nasema ni huyu mtoto. Anasema eti kale katoto ndo kamewaokoa. Wakatengeneza sherehe kubwa, wakafurahia, wakakapa eti cheo kale katoto, eti kakawa kiongozi ka kijiji kile. Hadithi yangu imeishia hapo ndugu yangu. Samani japo nimeshakupa tahadhari. Samani kwa kudanganya, japo nimeshakupa tahadhari ya kwamba hadithi hii ina uongo ndani yake. Kama umefurahi, niambie kwenye comment ndugu yangu, na kama umeipenda basi jitahidi kushare kwa watu wengine nao wafurahie japo hata kidogo. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike na kushare kwa watu wengine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikutakie maisha mazuri duniani na kesho akhira insha Allah.